nashindwa kusimama nikijekelea hivi. Ameninua nguo nyuma, amenitoa all over, ameninua alini embarrass, alini body shame. I feel traumatized right now. I'm sorry to all Kenyans. I did a mistake. I was intoxicated so much. Sikuwa najielewa. And that guy really took advantage of the situation. What if I said yes to the threesome? Tungeenda huko still na angerecord still na he'll still post it. Why would he record me in such a manner kininua nguo? I'm sorry to all Kenyans. I'm sorry to my family. And I'm sorry to myself too. I have to find a way to forgive myself and come back again. This is something that you'll never see once again on the social media. I'm sorry, my fellow Kenyans. Yeah. So jamaa ile kurekodi alikuwa anakusukuma, ulikuwa unajielewa? No. Nilikuwa dinaanguka ndo nikajigemea kwa meza ndo kaninua nguo. So jamaa msichana anasema alimpatia kitu nyeupe ambao sijui ni nini, akamwambia kiakisniv itapunguza pombe akue soba. Alafu wakati alisinifu akasikia kizunguzungu, ni maana alikuwa akitembea anajiongelesha mpaka akaenda kaanguka, ni kama anaangukia meza anashikilia. Juu wako anajielewa, jamaa akakuja akamuinua nguo, tukaona uchi wake. Na pia akamuinua kutoka hapa mbele. Huyo James Openda alimuintoxicate and we are looking for him. Anybody who knows his way about. If you are a father, if you have a daughter, please don't protect him. Kama unajua mahali yupo, tusaidie tuweze kumpata. Wale wawili ambao walikuwa wanatafuta huyu waende kumuongelesha, tumewachukua tusaidie kuwapata. Wako Buruburu Police Station. Na nataka kushukuru maafisa wa polisi wa Buruburu Police Station. Wamefanya kitu ambacho sikuwa na expect. Tumefika wakaona uchungu yeye mtoto alikuwa analia. Actually tumemcomfort, tukamwambia she's not the one who recorded. She's not the one who posted. The man who posted, the guy who posted knew why he had to do it. Na nimeona conversation zao kwa simu wakisema kwamba Mosiri ameona na hii, kwa sababu aliweka apology ati Mosiri ameona na hii. They were communicating, wanajaribu kutafuta njia ya kumaliza huyu msichana asipige ripoti. Na anataka kuomba wananchi, please, this is a girl, she's only 22 years old, turning 23. She lives in Muyoko. Alilipiwa Uber na mwanaume ambaye walijuana naye kwa miaka, wamekuwa wakijuana naye kwa muda. Akampromise, akamuinvite hakuje Donholm. So msichana si wa Donholm ati anatega Donholm. Wengine nimeona kwa mtandao wanasema ati huyu hapana, wanamuita majina mbaya, ati huyu ni malaya, huyu ni wakutega, huyu anauza. Hapana, she's a young girl, a Gen Z, is 22 years old. She didn't know what she was doing. She was only looking for meeting a man ambaye wamekuwa kiongea na yeye, waka fall in love akiwa US, wakakubaliana wakipatana hata mwa kama nadanganya. Najua kuna watu wameingia hapo, nataka waelezee vizuri, ujieleze, explain to Kenyans, let Kenyans hear you out and ufanye apology yako. Just say it. No one wants to shame themselves. Hakuna mtu